humo kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ndugu na jamaa walio hapa, naomba sana tushirikiane kumwombea huyu ndugu yetu aliyeaga dunia pita kupata kusamehewa na kuondolewa. Mungu ampokee kwa mbinguni, waweze kufurahi pamoja na malaika na watakatifu na jamaa zake waliokaa. Nasi tutakapoadhimisha tumkuze huko mbinguni. Tumwombe sasa Mungu atutie nguvu ya kupokea msiba huu kwa imani kuu. Bwana wetu Yesu Kristo, ulituonyesha njia iendao kwa Baba yetu wa mbinguni, Bwana utuhurumie. Bwana wetu Yesu Kristo, uliyeleta uzima duniani kwa kifo chako, Kristo utuhurumie. Bwana wetu Yesu Kristo, uliyetayarisha makao yetu mapya katika nyumba ya Baba, Bwana utuhurumie. Tuombe. Ee Bwana, sikiliza sasa. Sisi tunakuomba sana huruma kwa ajili ya mtumishi wako. Tunakuomba pia watazame hao watumishi wako wanaoomboleza, wape nguvu za kuvumilia msiba huu kwa imani. Tujalie sisi sote tuliokutanika hapa tukutane siku moja na ndugu zetu
Amen.
lakini anamchukia ndugu yake ni uongo. Kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye anamwona, atawezaje kumpenda Mungu asiyemwona? Basi kwake tumepata amri hii: ampendaye Mungu ampende na ndugu yake. Kila asadikie ya kuwa Yesu ni Kristo na asili yake katika Mungu, na kila ampendaye Baba ampenda pia aliyezaliwa naye. Tutakuwa na hakika kwamba tunawapenda watoto wa Mungu tukimpenda Mungu mwenyewe na kuzishika amri zake. Maana kumpenda Mungu ni kuzishika amri zake, na amri zake si nzito. Kwa maana yote yaliyo na asili yake katika Mungu hushinda ulimwengu, na ushindi ushindao ulimwengu ndiyo imani yetu. Neno la Bwana. Zaburi ya kutukuzana. Mataifa yote ya dunia yatakusujudia Ee Bwana. Thank you.
sana kuhusu jambo la imani dhabiti ambaye inadhibitishwa kutokana na upendo pia kutuma. Mungu ni mwema, kwamba imani dhabiti inadhibitishwa kupitia upendo na pia huduma ambayo na yote kwa ajili ya Mungu na sisi. I can say personally, I visited Peter when he was still alive. Na nilipofika mahali pale ilikuwa mara yangu ya kwanza wake Karo, na niliona mahali aliweza kukaa kama mgonjwa. To be sincere, I was very, very impressed. It was so clean, amazing, na ilifunza na kudhibitisha huduma ambaye mpenzi wake alikuwa kwa sababu neno la Mungu kila mara inaonyesha kwa kila jambo na wakati wake. Mungu ni mwema. We know how we in our families, as a couple, as partners. Mara nyingi kila kitu iko sawa na furaha wakati everyone can contribute. Kila mmoja anaweza kuchangia kutokana na kazi anafanya. But it becomes a bit tricky and complex when one is not well. Anyway, mtakatifu Yohane anasisitiza hayo akisema, none of us has seen God. Hakuna mtu anaweza kudai kwamba anampenda Mungu na anashindwa kumpenda njia yake. Even more so, he is all our partner. Ni mpenzi wake. Mungu ni mwema. I believe God gives us always an opportunity in every or any circumstances to reflect deeply, come back to our own selves, see deeper how we live, imani ambayo nadai ya kwamba tunazingatia, na upendo ambaye inapaswa kudhibitisha ule imani na huduma I know it is not easy. Mimi mwenyewe kulifika na wakati ambaye my dad was very sick. Nilikuwa bado tukana na nilikuwa na kiongozi wetu wa mishonari wa Kongo ya kwamba mzee ni mgonjwa sana, amelazwa hospitalini. Naona namna gani
anything, kila kitu anafanyia hapo. And that was like, it takes a lot of faith, love, the sense of sacrifice to offer the next service, even to the one you claim to love. Even the extent of the one who gives you life. Hello? So we have to think about it. Hiyo ndio imani, hiyo ndio upendo, hiyo ndio kujitolea. And most importantly, maybe kwa sana nilipoongea na mzee, he was mzee wa familia. He is not that old. So I saw somebody in a good spirit katika hali yake. Mungu ni mwema. Na pia hiyo ilitegemea ile huduma na ya kuwa na baba katika familia. And he told me, padre, mimi niko tayari kwa kila jambo. Sometimes we may say, unaweza kusema, why is it that God has taken such a person so early? Mungu amemchukua mapema. The thing is, God gives all of us sufficient time. Ili tujiandae, tutayarishe, kwa sababu siku ya mwisho isikupate kwa ghafla. Tuweze kujenga imani, kuilinda, kwa kumpenda yeye, kutukumba na jirani, kwa kutoa huduma wetu katika kanisa. And they say we should not praise somebody so much. That the power of God in life. I think it's also good to acknowledge the sacrifice that ndugu wametoa, ndugu wako Mkristo, mwenzako watoa, mtoto katika familia, dada. It's good to acknowledge. So also, all of you know Carol, the way she is committed kwa kazi ya huduma katika jamii na hata kwa wagonjwa. And sometimes you can just remember how she has been able to cope with this situation. Sisi tuko hapa ili tuweze kuombea familia yetu. Ili mzee ambaye Mungu alimpenda sana na kumwita kwake wakati huu, siku ya leo, aweze kumhurumia kabisa. All of us who need the mercy of God. Sisi wote tunahitaji msaada wa huduma wake. Kwa hiyo wanapopokea kwenye makao yake ya milele, aweze kuwa sababu ya baraka kwa ajili ya familia.
Tunazidi kuomba ukamjalie neema tu itokayo kwako, ili akaweze kupata na kupokea ufalme wa mbinguni. Asante hata kwa dada yetu Kamili, kazi ambayo amefanya, tunaomba tu ukamzidishie nguvu na upendo, ili akaweze kulea familia ambayo anashika. Kwa hayo tunakuomba. Tunazidi kushukuru kwa mema mengi ambayo tumetujalia. Twaomba kwa njia ya kipekee uwajalie wanafamilia na marafiki faraja iliyokuja kwako, wawezeshe kutumainia kila wakati na wakutegemee wote. Kwa hayo tunaomba. Tunawaombea wasafiri wote, na hasa wale watakaoandamana na marehemu Peter kule Siaya. Baba Mwenyezi wajalie safari njema, ili wakaweze kufika salama na wakutumikie wakiwa huko na pia warudi salama. Sifa na shukrani zitaendelea kuwa zako, Bwana, tunakuomba. Baba wa mbinguni, tunakujua tunajua sababu na shukrani kwako ulituhakikishia kwamba tunatenda na sababu. Tuna sababu ya kushukuru kwa yote. Tunashukuru kwa zawadi ya ndugu yetu Peter. Yale maisha tuliyojua maisha ya Mungu duniani. Tunashukuru kwa Mungu na kumkabidhi kwa wakati huu Mungu na kusema tunasema na kushukuru. Familia yake tunashukuru kwako. Tunawajalia amani, upendo na umoja. Sasa wakati wa mapigano mzuri, tunaomba amani utawale, upendo wako utawale, wajalie tunamtumishi wako, wakutumainie na wakutegemee katika hali zote, na wasikate tamaa kamwe, waendelee wazidi na Mungu mmoja siku zote. Kwa hayo twakuomba.
Bwana wetu. Yeye ndiye yule mmoja aliyepokea mauti ili sisi sote tusije tukafa, ila mmoja tu alikubali kufa kusudi sote tupate kuishi kwa ajili yako. Kwa hiyo pamoja na malaika wote tunakusihi tukiungama kwa furaha. Ee Bwana, ulio mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba vitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitwaa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, ndio mwili wangu
kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo, kukusanywa na Roho Mtakatifu tupate kuwa chama. Bwana, kumbuke kanisa lako lililofanyako kote dunia, kamilishe katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu Filipo pamoja na msaidizi wake Daudi na wakulelo wote. Kumbuke mtumishi wako Mtakatifu kutoka duniani, yeye aliyefikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo, shirika pia. Kumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuo, na marehemu wote waliofariki dunia katika ulimwengu, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Nakuomba utuhurumie sisi sote, ni pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tusaidie kushiriki uzima wa milele na kutusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitii agizo la kutuzuia na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunatukuza Baba yetu uliye mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitie katika kishawishi, lakini utuokoe na maovu. Ee Bwana, tunakuomba
Samahani niliyosema hapo kidogo. Tafadhali kusanya timu. Asante kwa kubariki kwa. After sisi chama. Bali kwa somo serious and still happening. And last time, when still has been and already who epitomizes the fundamental of society, good character, good family, right? Mungu ambaye yake anema. Naomba niombe kwa kisha tunia katika sana anisa, right? Yes. Jumlah
Waheshimiwa tafadhali mwanamke Sambo Kuchora. It's good. Touch. Yes. Yes. Good. I don't say that. I just want to say something. I think I'm going to share a vision for the Manila. You know, the pressure. I think the chat. Let me know. I don't want to say. Yes, 3 years this year. I don't want to be there. But we have it. Some vision here. We have all our people. I don't want to be there. I don't want to say. How I can never get. You can look at understanding what you use like this. You have to be there. It is professional life. He was deeply respected. He worked not for titles or applause, but because he believed in responsibility. At home, he was a pillar, calm in crisis, steady through uncertainty, and always ready to offer advice. He didn't use many words, but when he spoke, people listened. As I reflect on his life, I see the legacy he leaves behind. He shaped the lives of those around him, not with noise, but with purpose. Today, we honor a man who lived his life fully, gave without expectation, and left behind a legacy of strength, respect, and grace. Even in his final
dependable and quietly observant. Though he is no longer with us, his influence continues in the choices we make, the values we carry, and the way we try to live with purpose. Rest in peace, Dad. Asante.
sauti ya mama kwenye utukufu. Yawe mtakatifu, mama yangu ni mlangoni mwa mbingu. Yawe mtakatifu, mama yangu ni mlangoni mwa mbingu. Kwa upendo aliamini damu yake ya thamani ipate kuokoka. Shetani mbaya lakini kanipoteza. Yawe mtakatifu,